useme Mungu hayupo. Mungu yuko pamoja nawe. Katika Isaya 60 mstari wa 22, mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Wewe ule mnyonge utakuwa taifa hodari. Wewe ule mdogo utakuwa elfu. Usidharau mwanzo mdogo ulionao. Usidharau biashara ndogo ulionayo. Utakuwa elfu. Usidharau kampuni ulionayo. Usidharau tumafuta tudogo tu Roho Mtakatifu tutonato. Utakuwa elfu. Na mnyonge atakuwa hodari. Mimi Bwana nitahimiza hayo wakati wake. Bwana atahimiza hayo wakati wake. Katika kitabu cha Wafalme wa pili 20 mstari wa 5. Tunaona Biblia inasema Mungu alikuwa anamwambia, rudi ukamwambia Hezekia, mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako. Mungu ameyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Mungu ameyasikia maombi yako siku ile ya 7 na kuyaona machozi yako. Tazama nitakuponya. Tazama Mungu atakuponya leo. Tazama Mungu atakuponya leo. Siku ya 3 utapanda nyumbani mwa Bwana. Bwana atatenda kukuponya leo kwa jina la Yesu. Nasema Bwana atatenda kuponya kwa jina la Yesu. Wewe ule mgonjwa hata unayesikiliza kwenye TV, pokea uzima kwa jina la Yesu. Katika Warumi 8 mstari wa 18. Kwa maana na hesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Mateso unayoyapitia hapa sasa ya hesabu si kitu, kwa sababu kuna utukufu unaenda kuja juu yako. Usiangalie haya mateso. Mateso yanakutengeneza uwe dhahabu. Mateso na mapito unayopitia, usirudi nyuma. Zama kwenye moto. Dhahabu huwa upimwa kwa moto, na almasi huwa unapimwa kwa kitu kigumu kama kilichoweza kupasua. Katika mateso yalikusibu, utukufu wa Bwana umefunuliwa leo. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Mwisho, usishindane na mtu mwenye hekima, rehema na kibali. Kuna wengine mmekuwa hodari sana kushindana. Haleluya. Wengine mpaka wanashindana na madhabahu. Haleluya. Yani mtu alikuwepo Blade of Wrath ametoka, lakini baada anarudi kushindana madhabahu. Anatafuta kuwameza kondoo wale ambao wasimama ili waanguke. Anashindana na madhabahu. Ole wake afanyaye hivyo, kwa maana asingekubali azaliwe. Anapoweza kawa anafanya, hata anaponisikiliza kwenye Facebook akaona ni shujaa, akaona yeye ni star sana wa kuweza kuongea maneno kuangusha kondoo, damu ya yule kondoo itakuwa juu yake siku ile ya mwisho. Haleluya. Ninaelewa kuna baadhi walikuwepo hapa kanisani wanafikiri wanashindana na msukwa. Hili sio kanisa langu. Mimi ni kama kiranja tu, nimesimamiwa na aliyenituma ni Mungu. Unaposhindana na msukwa, hushindana na msukwa, unashindana na yule mtuma msukwa hapa. Unaposhindana na Blade of Wrath, hushindana na Blade of Wrath, unashindana na aliyeweka Blade of Wrath hapa. Kwa hiyo usishindane na mtu mwenye rehema na kibali. Nina rehema na kibali, usijaribu kushindana na mimi. Ninatambua mwaka huu nina rehema na kibali kiko juu yangu, usijaribu kushindana na mimi. Haleluya. Chezea moto utaungua. Kwa maana mlango mkubwa na wenye kufaa sana umefunguliwa kwangu, na kuna wapinzani wengi. Mtume Paulo alikuwa anaelezea kwamba kuna mlango mkubwa umefunguka, lakini kuna wapinzani wengi waliosimama. Na mimi nasema kwa maana mlango mkubwa kwangu wenye kufaa sana umefunguliwa kwangu, na kuna wapinzani wengi wanafunguliwa. Napiga kila wapinzani wote kwa jina la Yesu aliye hai.
kama neno la Mungu linavyosema, mwanamume au mwanamke aliye mchawi na akapigwe mawe ya mpaka afe. Na mimi nasimama kwa neno hili, napiga kila mchawi na akafe kwa jina la Yesu, na damu ikawe juu yake. Haleluya. Daudi alisema, wabaya waliponiendea ili wale nyama yangu, hao adui zangu na wapinzani wangu walijikwaa na kuanguka. Na mimi natangaza leo hii kama Daudi, wabaya walipokusanyana ili wale nyama yangu, lakini na wakapigwe kwa jina la Yesu kali, wakaanguke wenyewe. Waliochimba shimo juu yangu, waliochimba shimo juu yako, wakatumbukia kwenye shimo lile lile. Ni afadhali wangechimba shimo fupi sana. Sasa kwa sababu walichimba shimo refu, na ile shimo refu wakazame wao kwenye shimo lile refu. Haleluya. Uwe mwangalifu unapochimba shimo la mtu mwingine. Usije ukachimba shimo refu alafu ukatumbukia mwenyewe. Angalau chimba dogo basi, wakikutumbukia utoke kidogo. Lakini nataka nikwambie, usimchimbie mtu yoyote mambo mabaya. Mbariki. Umepewa kazi ya kubariki, sio kulani. Mbariki, mfariji, mpende. Upendo ndio tunda la Roho Mtakatifu. Upendo ndio Mungu mwenyewe. Lazima uachilie upendo kwa namna yote. Hajarishi amekukwaza kwa namna gani. Katika kipindi hiki cha rehema na kibali, achilia upendo, achilia upendo. Toa chuki iliyoko ndani yako kama kanisa. Toa chuki, toa vyura, toa mamba, toa nyoka zilizoko ndani ya moyo wako, kwa maana mwaka huu ni mwaka wa rehema na kibali. Ni mwaka wa rehema na kibali. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Haleluya. Na mimi natangaza leo hii, kila wapinzani wako na maadui zako wakajikwaa na kuanguka kwa jina la Yesu aliye hai. Mtume Paulo anasema, katika lolote msitiishwe na wapinzani wenu. Hili kwao ni dalili ya upotevu, bali kwenu ni dalili ya wokovu. Yaani unapoona mpinzani ni dalili ya upotevu, lakini kwako ni dalili ya wokovu. Kwa nini upinzani unaongezeka wakati mlango umefunguka? Kwa sababu una kitu cha thamani ndani yako. Haleluya. Adui hapigani kwa kitu kisichokuwa na thamani. Ukiona adui anasimama juu yako anapigana, una kitu cha thamani. Usianze kurudi nyuma, usianze kunungunika. Una kitu cha thamani. Namba 2, Mungu anajaribu imani yako. Atajua kama utasimama au utakimbia. Katika watu tuliookoka, hakuna kinyonge kitakachoingia kwenye ufalme wa Mungu. Unyonge manake ni mtu yule aliye na misuri ya imani. Dunia hii ni dunia ya matatizo. Uwe umeokoka, hujaokoka, dunia hii ni dunia ya changamoto. Haleluya. Kuna wengi wao, tukipata changamoto tunakuja kwa Yesu. Changamoto zikitulia tunakaa nyumbani. Alafu tukipata changamoto tunakuja kwa Yesu. Wakati mwingine tukaja kwa Yesu, hajapata suluhisho, tunaenda kwa mganga wa kienyeji. Yajibiwa kwa mganga wa kienyeji, tunakuja kwa Yesu. Utazidi kuchanika na hutaona mwelekeo. Kwa Yesu, wanaokuwa Yesu lazima moto. Kwenye moto lazima upite kudharaulika. Kudharaulika lazima upite katika hali ya kuona kwamba namna gani. Mwangalie mhubiri yote mkubwa unayemheshimu mpaka unasema natoa sadaka, angalia maisha yake nyuma, alipita kwenye moto. Kupita kwake kwenye moto ndio huduma yake inavyokuwa juu. Mimi kuna wahubiri wengine nasema mimi siwezi nikawa yule. Nikisikia tu habari zake nyuma nasema mimi sijafikia hapo. Haleluya. Nasema yeye ameitwa na wito wako, waacha Mungu alivyomuita. Jina la Bwana libarikiwe sana. Namba 3, ushindi wako utakuwa ushuhuda. Maandiko yanasema nao walimshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Haleluya. Wakati mwingine tunapoona shuhuda, leo tuko nasikiliza shuhuda, ingelikuwa wewe ungekimbia. Lakini leo unasema wow, huu ni ushuhuda mzuri. Kulikuwa na kitu cha kutisha ndani ya ushuhuda.
Cha kufanya sasa, namba moja, usipigane na watu. Wa Efeso 6 mstari wa 12, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunaposhindana wengi, kunapokuja vikwazo, kama alivyosema Deaconess Bupe, haukuja hapa kwa ajili ya mwanadamu, ulikuja hapa kwa ajili ya kukutana na Mungu wako. Ukikuta vikwazo, usisikilize chura anapopiga kelele. Chura hamzuii ng'ombe kunywa maji. Ukikuta kuna vyura wengi sana, endelea kunywa maji. Achana vyura wapige kelele, wataacha. Haleluya. Kwa maana vita vyetu sio vya damu na nyama. Vita vyetu ni vita vya nini? Vya rohoni. Sasa ukija kwenye madhabahu wewe kama kanisa, ukaanza kupigana vita vya mwilini, imekura kwako. Namba 2, simama na kuomba. Kutoka 14 mstari wa 14, Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Ndani ya msimu wa rehema na kibali, Bwana atakupigania nawe utanyamaza kimya. Usijipigania wewe, acha Bwana kupiganie ili unyamaze kimya. Namba 3, endelea mbele. Milango ikifunguka, tembea, usisubiri idhini ya wapinzani wako. Tembea, songa mbele. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nasema huu ni msimu wa rehema na kibali. Acha hivi vitu vionekane. Ndani ya siku hizi 7 nimeziona shuhuda kama nilizoziona. Wengine mnasema huto ndo tu ushuhuda. Wa kwako huo mdogo uko wapi? Mimi chochote Mungu anachofanya sio kwa bidii zetu za kuomba kwetu, bali ni rehema na kibali ndio imetufikisha pale. Rehema na kibali ndio imekufikisha hapa. Kuwepo hapa kanisani ni rehema na kibali imekufunika. Kulikuwa na watu wengi wa kuzuia usije kwenye ibada ya leo, lakini umeshinda zaidi ya kushinda. Yamkini wewe ni mwanachuo, acha kuiga mambo mengine. Na ninachoelekea saa hizi nikiangalia masomo kwenye AI hii, sijui kama watakuwa kama sisi. Kwa sababu saa hizi kila kitu naenda kwenye laptop, kila kitu. Lakini sisi wakati tunasoma shule, ilikuwa kupa hesabu, unafanya mtiririko mlipataje jibu. Lakini leo kakuleta kaka shule, watakuwa na akili hao watoto hao. Haumizi kitu. Na wao wanasema nyewe vilikuwa vya zamani. Sikiliza, vya zamani tulikuwa tunatumia original. Haleluya. Haleluya. Na hata waimbaji mnaoimba, kuna wakati vipawa vyenu vitaisha. Ukiimba mtu, mimi saizi download wimbo, nitaimba mwimbaji mzuri sana kwenye AI. Haleluya. Haleluya. Na wote watafurahia AI. Tumefika kwenye kizazi ambacho nasema siku za mwisho kutakuwa na maarifa mengi, lakini lazima tusimame kwenye maarifa original ambayo ni ya kiungu. Lazima tukemee dhambi, lazima tutembee kama original. Lazima kanisa kama wewe discipline. Nasema tunaenda na injili ya fashion. Hakuna injili ya fashion. Yesu ni yule aliyehubiriwa na Moses Kolola, mpaka Yesu ni huyu leo ambaye tunamhubiria leo. Hajawahi badilika. Ila AI ndio imebadilika. Haleluya. Na tunakoendelea vizuri, inatakiwa mjiajiri, kwa sababu hii AI itanyang'anya kazi zingine. Kuna wakati tunakoendelea hamjajua saizi hapa. Kuna magari haya mnasema madereva wataleta maroboti. Ukienda kule Ulaya kuna magari hayana dereva, unaingia tu kwenye gari afu unabonyeza afu nakupeleka unapofika. Dereva wewe uliosomea una leseni hautapata kazi. Lazima ujiandae. Haleluya. Haleluya. Leo hii wanasema wanakudharau. Sikiliza, aliyekudharau leo kesho atakuheshimu. Kesho atakuheshimu. Kesho atakuheshimu. Naliona kanisa hili likisonga mbele. Naliona kanisa hili likiongezeka. Ukaongezeke wewe ndio kanisa. Nimesema kanisa sio jengo. Ongezeka katika kiroho. Ongezeka kusoma neno la Mungu. Ongezeka kutembea kwenye utakatifu.